Kwaresma ni kipindi cha toba, kufunga na kusali na kutafakari na kufanya matendo ya huruma. Kwa kawaida kipindi cha Kwaresma kina siku zipatazo 46 ambapo ndani yake kuna Jumatatu 6, kuna Jumanne 6, kuna Jumatano 7, kuna Alhamisi 7, kuna Ijumaa 7, kuna Jumamosi 7 na Jumapili 6 ambapo itafanya jumla ya siku 46. Hivyo basi katika kuhesabu siku za mfungo, siku zote za Jumapili huwa zinatolewa katika mfungo, yaani Jumapili zote 6. Kwa hiyo katika zile siku 46 ukizitoa siku 6 za Jumapili zinabaki siku 40 za kufunga. Je, ni kwa nini siku hizo za Jumapili zinatolewa? Ni kwa sababu siku ya Jumapili yoyote ile tunaadhimisha Pasaka ndogo, yaani tunasherehekea na kukumbuka ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili baada ya Sabato kuisha. Liko chapisho la Padri Gaston George Mkude wa Roma ambalo linasema Jumatano ya Majivu ndio mwanzo wa kipindi cha neema cha Kwaresma. Hivyo tunaalikwa kufunga siku hii ambapo kila mmoja anapakwa majivu kwenye paji la uso na kukumbushwa kufanya toba, pia kuwa tu mavumbi na mavumbini tutarudi. Hii inatukumbusha juu ya kifo chetu na hivyo kufanya toba ya kweli na kubadili maisha yetu kwa dhati na kuanza kutenda na kufanya yote kadiri ya Mungu, na hilo ndilo lengo kuu la Kwaresma, kufanya mageuzi au metanoia, yaani toba ya kubadili nia. Wasomi wa dini ya Kikristo wanasema kuna toba za aina mbili. Toba ya kwanza ni toba ya metameloma na toba ya pili ni toba ya metanoia. Metameloma hii sio toba ya kweli wala si toba iletayo wokovu, bali ni toba itokanayo na majuto ya matokeo ya dhambi na sio majuto ya chanzo cha matokeo hayo. Mtu mwenye toba ya namna hii hana nia ya kuacha dhambi, bali hujuta binafsi wala hamwendei Mungu na kusema nimekosa mbele ya Mungu na mbele ya nchi. Mfano mtume wa Yesu Kristo ambaye ni Yuda aliyemsaliti Yesu kwa vipande vya fedha, yeye aliwaendea watu na wala hakumwendea Mungu. Lakini Petro aliyemkana Yesu, yeye alifanya toba ya metanoia. Maana halisi ya toba ya metanoia ni toba inayoleta wokovu na humfanya mtu kujuta binafsi na kuchukia dhambi ambayo ni chanzo cha matokeo yake ya dhambi aliyoifanya. Halafu humrudia Mungu na kutubu kwake, kisha huwa tayari kuacha dhambi zote wakati huo na kutenda mema ya kumpendeza Mungu, na pia huwa tayari kufanya malipizi kwa watu wote wa nchi na kuwaambia nao nimekosa. Yuda pamoja na toba yake ya metameloma hakumaanisha kuacha dhambi zote kwa jinsi ambavyo alikwenda kujinyonga. Hivyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tuwe tayari kufanya toba ya metanoia. Tumsifu Yesu Kristo.